Okay, asante ndugu msikilizaji. Ni kwa mara nyingine tena nikukaribishe kusikiliza simulizi. Na vile vile nikukumbushe tu pia usisahau kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kujipatia simulizi mbalimbali na za kusisimua. Asante, karibu sana. Funga macho ya mawazo, fungua masikio ya kusikiliza. Karibu Sauti ya Simulizi. Bana, leo tumekuja na simulizi yetu. Kama kawaida usichoke kutufuatilia. Pia vile vile simulizi yetu ya leo inajulikana kwa jina la Penzi la Dada wa Kazi. Penzi la Dada wa Kazi ni simulizi ambayo inamhusisha binti mfanyakazi ambaye ametoka kijijini aliyempenda sana bosi wake. Safari iliyoanza kwa machozi. Kuna wakati maisha humlazimisha mtu kuacha kila kitu alichokizoea ili kutafuta kesho iliyo bora. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa binti Neema, binti mrembo sana wa kijijini ambaye alikulia katika familia maskini sana. Baada ya baba yake kufariki dunia, mzigo wote wa familia ulimwangukia mama yake ambaye alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya muda mrefu. Chakula kilikuwa shida sana. Ada za shule za wadogo zake zilikuwa hazilipiki. Na kila siku maisha yalizidi kuwa magumu sana kwa upande wao. Licha ya changamoto hizo zote, Neema hakuwahi kupoteza matumaini. Alijiamini kwamba ipo siku maisha yao yangebadilika. Siku moja, mjomba wake alifika nyumbani akiwa na habari ambazo hazikutarajiwa. Alimweleza kuwa kulikuwa na nafasi ya kazi mjini kwa tajiri mmoja maarufu aliyekuwa akihitaji mfanyakazi mwaminifu wa kumsaidia katika nyumba yake. Kwa Neema sasa, hiyo ilikuwa nafasi ambayo asingeweza kuikataa. Ingawa moyo wake ulikuwa mzito sana kwa kumwacha mama yake mgonjwa na wadogo zake. Aliamini kwamba safari hiyo ndiyo ingeleta mwanga mpya kwa familia yao. Asubuhi yake ilipofuata, aliaga kijiji chake kwa machozi. Alimkumbatia mama yake kwa nguvu sana, akiahidi kwamba angerudi siku moja akiwa amebadilisha maisha yao. Safari ya basi ilikuwa ndefu sana. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, Neema aliona majengo marefu, taa zilizong'aa kila kona na barabara zilizojaa magari. Kila kitu kilionekana kuwa kipya kwenye macho yake. Alipofika mbele ya nyumba aliyokuwa ameambiwa afanye kazi, alisimama kwa sekunde kadhaa akiangalia kwa mshangao. Haikuwa nyumba ya kawaida, bali jumba kubwa sana lililoonyesha utajiri wa hali ya juu. Baada ya kuingizwa ndani, alisubiri kwa dakika chache kabla ya kukutana na mwenye nyumba hiyo. Alipoingia sebuleni, alimuona mwanaume kijana mtulivu na mwenye heshima aliyejulikana kwa jina la Daniel. Daniel hakumhukumu kwa mavazi yake ya kawaida wala kwa asili yake ya kijijini. Badala yake, alimkaribisha kwa utulivu na kumwelekeza kwamba kitu muhimu alichokuwa akikihitaji kwa mfanyakazi wake si uzuri wala elimu kubwa, bali ni uaminifu. Neema aliahidi kufanya kazi kwa moyo wake wote. Lakini hakujua kwamba nyumba hiyo ilikuwa imejaa siri ambazo zingegeuza maisha yake milele. Kadiri siku zilivyopita,
alianza kugundua kuwa Daniel hakuwa tajiri mwenye kiburi kama watu wengi walivyodhani. Alikuwa mtu mwenye moyo mwema, lakini aliyebeba maumivu makubwa yaliyomfanya aishi maisha ya upweke. Kila siku iliyopita iliwafanya wawili hao kuelewana zaidi na zaidi, bila hata yeye mwenyewe kutambua. Neema alianza kuhisi jambo la tofauti moyoni mwake. Lakini wakati hisia hizo zikianza kuchipua, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akiwafuatilia kila hatua yake kwa siri. Na mtu huyo alikuwa tayari kufanya chochote ili kuhakikisha Neema anaondoka kwenye nyumba ile, hata kama ingehitaji kuharibu maisha yake kabisa. Je, ni siri gani iliyokuwa imejificha ndani ya nyumba ya Daniel? Na ni nani aliyekuwa akimchunguza Neema bila yeye kujua? Usikose kufuatilia stori yetu ya binti wa dada ya kazi ambaye ametokea kumpenda sana bosi wake. Karibu sana.